kama kawaida yetu tuanze na Bitcoin. Wow, Bitcoin yo tangu alivyokuja ku retest hapa, mama alikuja paka hapa hakutapu hizo, kwa hiyo hadi sasa hivi ni invalid. Kwa hapa labda tu wait maeneo haya, tutafute sell setup. Labda sasa tutafute sell setup. Hii haiwezekani tena, maana tukileta hapa tumepandisha entry yetu ni hapo sasa hivi. Anyway, ni Bitcoin, hatuna clear way, tunachana nao, kuna haja ya kuforce. Ngoja tuone how watavo respect kwenye this level here. Huna tutufanya tujue tunaendelea kubuy au kusell 5 minute. Tuangalie Euro USD. Haya, we have this loss hapa. Now tuangalie hiki kitu Fibonacci draw for the previous high, previous hadi low. Now tumeingia kwenye zone yetu. Hii zone ndo zone yetu ya kusell. Tunataka tu continue with the sell. Kwa sababu nataka ku continue the sell, mtu angalie 1 hour what is happening kwenye 1 hour. So kwenye 1 hour market ime break this level, as you can see ime break. So say every breakout there is a retest, then tuna proceed. So Euro USD tunataka to enter this trade anywhere from here, stop loss above this level. Sometime kuna kwambia huku, lakini sioni fair value gap yoyote. Naona fair value gap zote zimezibwa, so itakuwa ni inappropriate kuweka huko kote. So nitaweka tu hapo juu, then I will be targeting even further zaidi. Kwa sababu gani further? Kwa sababu sasa hivi we need to continue with the trend. So hii ni Euro USD, na nataka niingie kwenye live account ya Euro USD. Let me questionalize. Questionalize one makeup. Sawa kabisa. Mtumia na nafasi bila sema sijaona signal. Mbona mtumie ameweka hela? Siji. Nataka tuendelee headway. Header. Nini ile neta? Euro USD 0.0. Nikiweka 0.5 napoteza shilingi ngapi? 0.5 nikiweka hapa $13, nikiweka hapa $10. I'm not ready to risk yoyote $5. So natumia okay, kwa sababu hiyo hapo ni mwanzo sana. So it will be wise kwetu hapa, kwa sababu bado ni mwanzo. Tumia lot size ndogo, afu weka zingine pending orders. Inavorudi juu itrigger. So hapa fungua labda 0. Euro USD 0.11 kwanza. Alafu tunasema market kirudi hapa kwenye hizo tukifungue 0.2. Alafu ikirudi ikifika hapa fungue ya 3 0.3. Kwa mimi nifungua 3. Imekana juu. Hii ya kwanza nitapoteza ngapi? Ya kwanza nitapoteza $2. Ya pili nitapoteza $3. Na finally ya mwisho nitapoteza $5. Kwa nitapoteza $8 mtoto. Trade. Hello guys, tuko tunafanya trading hapa, and usisahau the aim ya hizi ni kupata at least $10 kwa siku, lakini mainly $20 na kuendelea. So
hizi akaunti ni ndogo na unaweza kutumia hii strategy kukuza mtaji wako $10 au $20. Hakuna haja ya kujiripua, unatumia lot size ndogo tu. In case hata likienda against you hauli, kwa sababu umetumia risk management nzuri. So stop loss hapa ndio ingekuwa wise, ungekuwa huna pressure, lakini I will use above easy level hapa. Yeah, so tuendelee GBP USD tuone kuna nini now. GBP USD tuangalie now what happened. So soko lilikuja likatest hii. Haya. Now kuna miwili hapa. Usisahau soko sasa hivi limesha break this level. Mwisho siku lika break. So na hisi from here or here ingekuwa ni level ya kuendelea kwenda chini. Now tuangalie kitu hapa. Boom, market imesha break this level here. I know it's a sell, mimi ninavyojua ni sell, lakini ingekuwa tunaangalia we have some imbalance. Kwa mfano hapa tuko na imbalance, sema ambapo soko inaweza ikafanywa ishushe, lakini isipo respect hiyo basi soko litakuja ku respect hiyo kwenye hii fair value gap hapa. Now so kwa sababu natafuta sell position, ngoja tutumie Fibonacci to draw hapa paka hapo chini, hapa paka hapo chini. Tukichora paka hapo chini inatuambia Fibonacci yetu imeingia sasa hivi kwenye zone. Sasa hivi imeingia kwenye zone, ngoja nifute hizi unnecessary. Umeona imeingia kwenye zone. So I want to intersell here. Nikichukulia like swap of liquidity. Remember, tungetaka confirmation, tunasubiria hii iwe swapped. Hii swapped, mambo yanakuwa vizuri zaidi. Lakini raha sasa hivi ni kwamba you can enter position yako sasa hivi. Ukasi stop loss hapa juu ingekuwa ni wise, lakini ulikuwa unaweza kusema hata mi stop loss naeka among this level hii, hata ikizingua still nimekamata the movement. I know this is a sell, so sina nayo mashaka kabisa kwamba hii ni sell, sinaonesha break chini. So it will be wise kwetu kuingia sokoni sasa hivi. So market itafanya pullback kidogo najua, then we will re-enter. So nataka kuingia GBP USD now. GBP USD now. Sell. Yeah. GBP USD. GBP USD. Okay, haya. GBP ni ile ya kwanza tulioingia ilikuwa ni currency gani? Euro USD. Euro USD. Nani tulisema sell? Position ya pili
well executed. Haya, GBP JPY, tuone GBP JPY. GBP JPY sasa hapa tumesha break hii level ikarudi kuchukua test. Tulikuwa tumeingia hapa na market ilikuwa limefika hapa, lakini imeshindwa kutengeneza new high. Lakini pia tunaona market ime change. Now this is a good sell. Hii ni good sell. The best way is to kamate continuous trade. Ni good buy. I wish tungekamata this buy. Kama market ingeweza kupull back kuanzia kwenye ile area, lakini hapa natuambia hapa ndo area nzuri ambapo hakuna fair value gap. Kwa hiyo mimi nafikiria fair value gap tunalo hapa. Kumbe liko bana. Naona hapa kuna fair value gap. Fair value gap hizi. Ngoja tuangalie, je, tunaweza tukapata position hapa. Dola. Sasa hii market yako mawili, ni either lituache au tulikacha hapo. Kwa sababu tukiangalia kiwana hawa tuko kwenye zone fulani hivi. Utaona hii zone ndo market ilipokuja ikatap ikaondoka, imerudi tena imetap, imeanza kama kuondoka tena. No swap of liquidity, no anything. So I'm pretty sure this is, I think is a buy to at least this area before labda falling na everything. Lakini long way hii kitu bado ni buy. So sasa akili ni kichwani mwetu, what should we do? Kwa sababu tukisema tu buy sasa hivi tunabuy sehemu ya hasara, kwa sababu we can't buy high. Ni either to wait market yetu, na tukifuata ile strategy yetu bora tusubiria au tukose. Lakini strategy yetu inatuambia sehemu ya kuingia sokoni ni kuanzia kwenye fair value gap mpaka hapa. Ndio sehemu ya kuingia sokoni. So if possible, as long as he imesha break the structure, wacha tuone. Na mimi nikifika hapo tutabuy GBP USD. Moja tutafute sell. Buy. Tunataka kuweka hapo tu buy limits. Hii ikishuka hapo ikitap, hiyo ni uhakika, yani hatuna nayo stress kabisa. Then ingie, hiyo ni GBP JPY. Dola. Bana. Hii utaona nimeweka buy limit mapema kidogo. Nimeweka hapa, nimeweka entry yangu hapa. Nimeweka entry hapa kwenye kendo inapoishia, maana inaweza tap na kuondoka. Halafu
alafu in case kama linarudi chini, likifika hapa basi ifungue position nyingine. Sasa hapo ndo naweka safi. Hii tuwe na amani. Wow. Nati ya wapi itakuwa? Huko ndo. Upande huu. Okay. Mbona kama vile choma sana nyingi? Sio moja tu. Kuna pili sio. Nikifika data link na kitu kingine kiache huko kule nisibebe mabox. Wewe ana drop huyo. Audi JPY. Now Audi JPY tumeone kitu hapa. Market ime break the structure. Market ilikuwa in downtrend. Umeona? Market ilikuwa iko kwenye downtrend, ikafika hapa, ikarudi juu, ika break the structure. What happened after break of structure? Enter somewhere around there, stop loss there. Target here will be wise, lakini we are going for further. Unaona? Entry yako happy term, entry yako anywhere kuanzia kwenye fair value gap hapa. Tukichora Fibonacci tatupa wapi sehemu nzuri ya kuingilia. Tuambia sehemu nzuri ya kuingilia ni kwenye kuanzia hapa. So we will enter from this level here. Remember, bora market ituache kuliko tuwe early buyers. Kwa hii wiki kisha itakuwa ni wiki ya pili with no, sijafunga siku na hasara. Okay, so hii ni Audi JPY. Audi JPY is a good one. Audi JPY kuna buy limits level gani? Mimi niko nishaweka. Niko na meka mbali sana. Let's see tuone. JPY. Imekaa vizuri.
hopefully itagusa, maana isipogusa, maana sasa hivi inaweza ikawa imerudi tu hapa ikaondoka, lakini at least ingerudi hapo chini tungekuwa tuko perfect. Sema let's proceed. Okay, tuende Audi Chef. Audi Chef tunakutana the same mchezo. Mchezo wenyewe ni upi? Mchezo ni huu. A very big downtrend as we can see. Tunaona a breakout to upside ambayo imecause even break of structure. So if imeshaonyesha break of structure, what should we do? We are looking for buy. Who is the supplier? Sorry, who is the demand zone? Huyu hapa hivi. Kwa sababu gani? Hapa tunaona kuna fair value gap. Hapa kuna fair value gap. Although pia hapa kuna ka fair value gap. Haya. Where should be our entry? Haya. So wanatambia this will be our entry. So anywhere from there, stop loss below, targeting here. Hiyo ni Audi Chef. Audi Chef. Na ni the same mchezo. Tulisema entry hapa. Audi Chef nimeweka sell limit hapo. Alafu pia unazidigest. Kama ukiona zingine usielewi unachana nazo, lakini zote si tunazielewa na we are happy. Promising. Na hizi ni kama vile euro zote leo zitakuwa ziko sasa. Tunaona double bottom hapa, lakini tunaona break of this structure. Tunaona break of this structure here. Then market likafanya pull back to this level. Ngoja tuangalie hivi. Market ili pull paka hapa ikaondoka. Kwa kama ili pull paka hapa ikaondoka, kuna uwezekano mkubwa lisirudi hapa, lakini in case likirudi, mimi nahisi hili soko lina uwezo wa kurudi ili lichukue stop loss za watu. Mimi nahisi linaweza likarudi hapa ku take stop loss za watu. In case ikirudi, mimi I want to enter hapa. Stop loss zangu zikiwa chini na nikana target hapa. Unaona? Yani it could be perfect unless kama ningeweza kufungua position ndogo, lakini kubai high ni dhambi. So hapa naona kuna ka fair value gap. So if market come down there, nataka tuwe triggered tu tuendelee nayo. Weka tu sell limit, tunalala hii tumemaliza siku. Yes, buy. Buy limit. Buy limit. Hizi tukimaliza euro. JPY.
Perfect. Nimefunga tu position mbili hapo. Niliziweka hapo. Wow. Your Chef JPY, it was a perfect one. Let's see kwenye group kama waliiona. USD Chef. USD Chef hii hapa. Look. Market ilikuwa bado iko juu. Hii nilicapture ndio kashangaa unaniambia how comes nimeanguka nayo ndo hii. So ndo hii. Wow. Lakini nilitoka baada ya kufika kwenye haka zone hapa nikawa sielewi mchezo. Nikasema ine kwa sababu nishafika daily target, let me get out. Kama iki break hii tutasubiri retest to tuendelee nayo. Tutaweka hapa. Stop loss ziwe above hii, then to target chini. Eyes on USD Chef. USD JPY, wow. USD JPY, wow. USD JPY looks like a buy. Boom, boom. Market imeingia. Ngoja tuone tukichukua kuanzia ya huku. Nikichukua ya karibu. Market imeingia. Na ya market imeingia nafanya nini mtuone. Market now may break the structure. So I think it will be wise. Hili limezibwa bado. Hili linaweza likaja likazibwa lote hili. Hili linaweza likaja likazibwa. Lakini kwa nini tucheze nafasi ya kwamba market inaweza ikaondoka sasa hivi. So ukiingia hapo entry, stop loss yako hapa. Ambapo ni risk kidogo kwa sababu umewahi sokoni, lakini if you can, mimi naingia hapa position ndogo 0.01 au 02, alafu inavyoshuka ndo naeka buy limit za nguvu hapo, lakini good trade. USD JPY. USD JPY. Euro JPY. Perfect. Hii trade inaweza tesifike chini sana. Kwa maana hiyo nimefungua 0.05. Yenye nimejiripua kidogo maana na sina uhakika nayo zaidi. Perfect trade. Hii trade tujaitoa kwenye group. Ndani watu kwenye group okay. Signal zote nitawapa kwenye group nikishamaliza kwa analyze hapa. Lakini umeka pending. Hivi hii nimeingia sasa hivi.
Umeingia moja kwa moja. Nimeingia kabisa. USDJPY, USD card vipi? Okay, now USD card tuko sehemu nzuri sana ambao tunaweza tukaproceed na kubai, kwa sababu tunaona, ndio maana nikakwambia mchezo unaweza kutokea kama pale. After this break market inafanya pullback. Sasa hivi ndio imeingia kwenye ile level, na hii level kicheki ndio level ambayo ilikuwa inakaa ugumu hapa. Kwa hii position it is safe kuinter hapa sasa hivi tunavyoongea. Stop loss ingekuwa kuchindo ingekuwa perfect, lakini kwa sababu we can't risk you too much, tunaweza tukaweka stop loss chini hapo kwanza. In the case isipokuwa respected, we will re-enter hii position. Re-enter hii position yetu somewhere down here. After target tena. Kwa hiyo boom, let me enter. Hiyo ni USD card. Inenye ni pending. Hii nimebai sasa hivi. In case ikihit stop loss ndo itakuja ku open hii position. In case itakula stop loss hapa. Ngoja hii ni minimize paka tulipokula stop loss hapa sasa. USD card. Nilitoa USD card, GBP, Bitcoin. US 30. Now US 30 wenge ni kali. US 30 tukicheki. Tuanze kuangalia kwanza 1 hour.
kama kuna swap of liquidity yoyote. Okay, niko natafuta sell kwa sababu naona kulikuwa kuna kakalevo kalikuwa kagumu kila saa, soko lilikuwa lina tabia kutouch, lakini once ime break karudi hapa ikafanya kama pullback. So anywhere from here nataka mchezo wa sell uendelee. Ambao tuweke hapa sasa hivi right away. Stop loss iwe above here. Hapa ndio ilikuwa sahihi. Lakini hii mimi napenda kuweka hivyo ili ni case nikitolewa mapema nijue nikiriente na riente kwa upande gani. So intent na tuchezea, wacha tuone. USD police. Haya, kusema niki hapa stop usikae wapi. Mama yangu ina nguvu. Unajua ina nguvu sana. Nani amefanya hivyo? Yaani hii kabla huja click angalia kwa ina nguvu vibaya mno. So ni nasa. Kwa mimi napoweka stop loss hapa. Napoweka stop loss $10 na ngapi? Hapana. Riski kwa hii account ya mtaji. Riski 100, mchezo ni ule. Imekuja paka hapo this level ambao ndio imepush soko kama mara 2 na ilipofika hapo naona imepunguza mwendo. So I wish ku sell basi na 100 naona kama ina speed ndogo kidogo. Before you click kisha na tafuta ya tafute. Angalia kwenye kochi hapa. Angalia kwenye nguo. Hizi pair hizi shida zina nguvu sana, na kwa hizi akaunti ndogo ni maumivu ya hali ya juu. Mtu achizi index tuje labda gold. Hizi index tuziache. Haya sasa tuna hii level hapa ya gold. Michezo ilikuwa mingi sana, finally tumefika. Mimi nilitoka hapa baada ya kuona hii tracement na hapa afikaenda. I wonder why gold ananifanyia hivyo. Siku ya kuila sili pasavyo. Swap of liquidity, ingekuwa swap of liquidity kama inge close chini, lakini ija close chini kwa bado hii, unless i close hapa. Iki close hapo ndo tutaisubiria ifanye pullback
let's tuingie position. Unaona, lakini gold is unpredictable, ndo maana tasiweki kwenye chart. Tuangalie nyingine. I think this market ilikuja haikuwa open position. GBP card nataka hii baki vile vile, kama itafika hapa ndo iondoke, lakini kama haijafika hapo let it go. Hii tulikosa bomba ya signal. Euro USD naamini ni perfect touch. GBP, wow, hii ndio ishaanza ku drop hivi. GBP USD GBP USD tayari kasha drop. Wow, tayari safi sana. USD JPY huyu naamini huyu hata tufanya tucheke huko. Wacha tumhold tuone. This was perfect, I believe. Yeah, that's it. Mina hisi is enough for today. To hold it, tuone tunafika wapi.